uchaguzi tarehe 29, vyama vinavyoshiriki uchaguzi mkuu ni vyama 18 kati ya vyama 19 vyenye usajili wa kudumu. Chama kimoja pekee, chama cha Chadema, ndio chama pekee ambacho hakishiriki kwenye uchaguzi huu, lakini vyama vingine vyote vilivyobaki vinashiriki kwenye uchaguzi huu mkuu ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Natambua wamekuwa wakiwatisha wananchi kidogo, lakini nataka niseme hivi: kupiga kura ni haki ya kila mwananchi. Kumzuia mtu kupiga kura ni kosa la kijinai, si ndio jamani? Sasa mimi wajibu wangu kama kiongozi ni kuwaasa wananchi, mtu asikudanganye kwamba kuna mtu nchi hii ana uwezo wa kuzuia uchaguzi. Mtu huyo hayupo na hajazaliwa. Mnanielewa jamani? Hayupo. Kwa hiyo tu nitoe rai kwenu, hayo mnaoyasema yaishie huko kwenye mtandao, si ndio jamani? Mkimaliza kwenye mtandao, baki huko kwenye mtandao, usitoke hadharani. Yatakayokukuta usiseme haukuambiwa. Mmenielewa jamani? Usiseme haufanyeje. Kwa hiyo mikutano hii, pamoja na kwamba tunasimama kusema ama kutoa dira, lakini mikutano hii vile vile tunatumia kama hamasa ya watu wajitokeze kupiga kura siku ya tarehe 29. Lakini vile vile kuwaambia wananchi swala la amani ya nchi yetu ndio kipaumbele chetu namba 1 kabla ya mambo mengine. Tunaelewana kwenye hilo jamani? Mimi naomba kura. Jamani, naomba mkanipigie. Najua tutashinda. Mmenielewa jamani? Na ninajua mimi ni mshindi. Kwani ni uongo jamani? Kwamba kuna mtu ana wasiwasi kwamba tarehe 29 ni sio. Na wauliza, yupo hapa? Itakuwa ni ndoto ya Linacha, si ndio jamani? Kibinadamu, ukimwachia Mungu peke yake ambaye ndio mwamuzi ya mwisho, kibinadamu tarehe 29 shughuli imefanyeje? Imeisha. Sasa kama shughuli imeisha, nimewaambia kwenye mikutano tuliyotangulia, nendeni kanipigie kura ili uwe na haki ya kunioji kwenye miaka 5. Mheshimiwa mbunge, uliahidi hiki, ulisema utasimamia hiki, hujafanya. Sasa wewe upigi kura, alafu kesho nimeshinda uchaguzi, wewe ndio unakuwa na kiherehere cha kuja kuuliza swali wakati haki yako ya kimsingi ya kupiga kura hukuitumia. Mmenielewa jamani? Kwa hiyo mnawaangalia watu ambao hawatakwenda kupiga kura, ili siku nikija hapa nikisema jamani, nilisema barabara kutoka Makabwangas mpaka transformer itajengwa kwa lami, mseme mbunge ulituahidi hapa, barabara haijatekelezeka. Sio mtu aje ananisikiliza kule alafu kura apigi. Huyo kwa kweli nitakushushua siku hiyo. Sawa sawa jamani? Nitakushushua, naambia hebu kaa pembeni mpaka ujue haki yako. Sawa jamani Kwa hilo ni haki yenu ya msingi. Lakini la pili, siku ya tarehe 29 asubuhi, nendeni mkapige kura, ni haki yenu. Wapo waliopita bila kupingwa, kama bwana Punde hapa amepita bila kupingwa. Lakini kanuni za sasa hivi za tume ya uchaguzi zimebadilika. Huyu anapigiwa kura ya ndio na hapana. Mnanielewa jamani? Kwa hiyo lazima mjitokeze kwa wingi mkapige kura ya ndio. Kwa hiyo utakuta tu pale kwenye nafasi ya udiwani utaona sura pekee ya bwana Punde. Sasa utakuwa wa ajabu eti unaenda kumpigia kura ya hapana, na wewe kichwa chako kitakuwa sio kizuri. Ndio jamani? Yaani wewe unakuta binadamu yuko pale alafu unasema hapana. Yaani wewe ndio utakuwa una nini? Una matatizo. Kwa hiyo tunataka kuona kila mwananchi wa kata ya Katete ampigie kura Punde ili amuhoji. Mheshimiwa, ulituahidi shule, mbona ukuleta?
ulituambia maji yatafika, mbona hukuleta? Na ukimaliza kupiga kura, wewe nenda nyumbani. Wapi? Nyumbani kwako. Jukumu la kulinda kura litafanywa na sisi ambao ni wagombea. Tutaweka mawakala kwenye vile vyumba. Wewe mwananchi, maliza. Mimi kama kiongozi wenu, wajibu wangu ni kuwaeleza ukweli. Kwa hiyo wewe kama unawiwa sana kuandamana, wewe amka asubuhi, weka kitanda chako katikati, zunguka, ukichoka lala. Sawa sawa jamani? Tuache sisi ambao tunataka kupiga kura, tukapige kura, tumalize uchaguzi. Nyinyi wote mnafahamu uchaguzi ni takwa la kikatiba. Katiba inataka kila baada ya miaka mitano nchi yetu ifanye uchaguzi wa kuchagua wa madiwani, wa bunge na uchaguzi wa rais. Ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa wewe unakuja na no reform no election mwaka wa uchaguzi au mwaka mmoja kabla uchaguzi, alafu kwa sababu wewe chama chako hakitaki kuingia kwenye uchaguzi, unataka vyama vyote 18 kikiwemo Chama cha Mapinduzi kisiende kwenye uchaguzi. Tunasema huo utoto na upuuzi hatuwezi kuendekeza, si ndio jamani? Alafu sasa bahati mbaya sana, hao watu wanaosema wataandamana kila siku wananipigia simu, Mheshimiwa Silinde naibu waziri, mbolea zinapatikana wapi? Wewe unataka kuandamana hapo unaulizia mbolea. Wewe muandamanaji kweli? Kidete oye. Ukueni nini? Serious. Hii biashara ni ngumu, haiwezekani. Mimi nilikuwa huko zamani, niligundua wale jamaa hawana dira wala mwelekeo. Nikasema hapa tutakuja kufa hapa kabla nchi yenyewe mnayosema nchi haijakombolewa, wakati nchi alishakomboa Mwalimu Nyerere mwaka 61. Eti unasema nchi haijakombolewa. Wewe sio una akili timamu kweli hapa? Sasa mimi niwaombe marafiki zangu wa zamani huko mliko, msisubutu kupima kina cha maji kwa kuingiza miguu, mtazama na mpotelee huko. Mmenielewa jamani? Alafu wanaowahimiza kutaka kuleta maandamano hapa nchini, simuone hata mmoja aliyoko hapa nchini. Mwingine yuko Marekani, mwingine sijui yuko wapi. Waambieni waje. Simwambie waje, tuandamane nao pamoja, waje hapa. Kwa nini hawaje? Si wanajua kitakachowakuta. Kwa hiyo achaneni na biashara ya mtu kukudanganya kwamba unaweza kuandamana kuzuia matakwa ya kikatiba ya nchi yetu. Kwa hili nimeona ni vizuri niliseme, ili wananchi wote muweze kuelewa kwamba tuko serious kuliko wakati mwingine wowote. Nimwombee kura rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais mama yetu kipenzi. Mmemuona mwanamama jasiri, ameongoza miaka 5. Haya yote tunayojivunia Tunduma na tunayojivunia kwenye nyanda za juu kusini na Tanzania yote ni matokeo ya uongozi wake mzuri ndani ya miaka 5. Rais asingetupa kibali cha kufanya haya tuliyoyafanya Tunduma, maana yake leo tusingekuwa tunazungumzia haya niliyoyasema. Kwa hiyo ninachowaomba, tumuunge mkono. Unajua, tuwe wa kweli. Kwanza, katika historia ya nchi yetu, Dr. Samia ndio rais wa kwanza mwanamke kupatikana. Lazima tuionyeshe dunia kwamba mwanamke anaaminika, anaweza kuwa kiongozi na anastahili kushinda kwa kishindo kuliko kipindi chochote katika historia ya nchi yetu. Yaani kama kuna kipindi tunapaswa kupiga kura nyingi na kujitokeza kupiga kura, ni kipindi ambacho tuna rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayetokana na kundi la wanawake. Kwa ni mtu wa ajabu, dunia itakushangaa, Mwenyezi Mungu atakushangaa. Eti unaenda pale kupiga kura, unaona mama Samia, unapiga kura ya pana. Akili zako zinaweza zitakuwa ziko sawa sawa. Tumuunge mkono akafanye kazi yake,
amalize miaka mitano, mwaka 2030 apumzike kwa amani. Nchi yetu iendelee kubaki kwa amani ili tuendelee kusimamia misingi iliyojengwa na viongozi wetu waliotangulia, akiwemo rais wetu Mwalimu Nyerere aliyetangulia mbele za haki. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo niwaombe sana hilo wananchi wa Katete, na ninajua hili mnaliweza. Bwana Punte ni diwani ambaye mimi nimefanya naye kazi. Ninamjua, ni mchapakazi, ananiunga mkono, anawapenda wananchi wake, ni mtu sahihi. Mkiniletea tutaendelea kufanya naye kazi, na mimi kwa kushirikiana na Punte tutaleta maendeleo mengi zaidi katika kipindi hiki cha miaka mitano. Na tumekubaliana mimi na yeye kwa kata ya Katete tutaacha alama ambayo akija mbunge mwingine au diwani mwingine atasema hakuna diwani alifanya kazi kubwa kama Bwana Punte, hakuna mbunge bora alitokea kwenye jimbo la Tunduma kama Silinde katika kipindi chote ambacho mmewahi kupata viongozi wengine. Si ndio jamani? Au mna wasiwasi na uwezo wangu hapa? Na wauliza, kuna mtu ana wasiwasi na uwezo wa Silinde hapa? Sasa ninawaomba sasa, wangapi wanasema Punte, Emmanuel Punte anatosha kuwa diwani wa kata hii? Kwa Punte, umeona watu wamekupa imani, na wewe lazima ukawalipe nini? Imani. Wangapi wanasema Silinde, Simba wa Tunduma anatosha kuwa Punte? Ninawashukuru sana, naona mikono imekuwa mingi. Niwaambie jambo moja, hii kazi naiweza. Mmenielewa eh? Amani ya mji huu nitailinda kwa gharama kubwa. Hakuna mtu hapa eti anaweza eti akaleta uuni. Mimi uuni kuliko wao. Mmenielewa eh? Sababu wanaijua shughuli yangu. Kwani hamuijui? Hamuijui hapa. Wanasema usimtaka kafanyeje? Msimtaka kafanyeje? Na bado yupo sana hapa. Yaani yupo, yaani kadri unavyochukia mimi ndo nipo sana hapa. Kwa hiyo narudia tena, nitaulinda mji huu kwa wivu mkubwa. Nitafanya maendeleo ambayo hakuna mtu amefanya, na haya ninayoyasema nitayafanya. Nina uhakika nayo 100%. Nataka kuacha alama kwenye mji wa Tunduma ili wengine wanaofuata baada yangu wawe na, tunasema kuna line ya kuanzia kwamba Silinde ameweka hapa ba, hii ndio ba, tunaanzia tunakwenda mbele. Si ndio jamani? Nataka kuwa kiongozi wa mfano ambaye siku nikiondoka hapa duniani vijana wajifunze, waseme tunataka kuwa mbunge kama Silinde, na wala sio mbunge kama mtu fulani mla rushwa, mwizi, malaya. Sitaki mbunge wa namna hiyo. Sawa sawa jamani? Kwani nasema uongo jamani? Mbunge wenu si ndio niko hivyo? Unajua ukiwa unajiamini unasema, si ndio jamani eh? Na mwisho namwombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Wangapi wanasema Dr. Samia Suluhu Hassan watampigia kura siku ya tarehe 29? Asanteni sana wananchi wa Katete. Niwathibitishie vyombo na ulinzi na usalama vimejipanga vizuri kulinda amani katika mji wetu. Mjitokeze siku ya tarehe 29 kupiga kura, na mimi niwaahidi nataka kura za kishindo. Niliwaahidi rais 95%, nataka tufikishe 98% au 99%. Sawa sawa jamani eh? Hilo linawezekana. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.